fresh. Gaga Blue kwa wapi? Kwao ni wapi? Juu wapi? Eti kwao? Wapi? Suti namba ngapi? Nionyeshe basi. Sima haipiti. Msogeni basi tuone. Washa. Poa bras. Uko fresh. Ushakula? Chashiba. Ushakunywa chai? Na mwanamuziki, mwana na gitaa. Hiyo ni dancer. Ah, ni dancer? Yeah. Okay. Black Snake. Tunapandia hapo. Hatu jambo bazima. Jambo. Namna gani? Salama. Ndio. Sasa tunatafuta Gaga Blue. Nafikiri angana lala. Angana lala. Sasa Odi. Jambo hapa. Bikwae. Mko bien. Tuko kuona Gaga Blue? Iko wapi Gaga Blue? Kumuita. Nasema mambo. Hello. Mambo, mimi niko poa, ila sijuka bujo niti hiko poa. Mambo, kivideo na komoa tena etwa distance jikwa nini wameboa. Niko poa. Naona unaamka. Nafikiri surprise haijakusumbua au vipi? Wapi hajanisumbua. Uko fresh hapa, uko nyumbani kwa mama au uko nyumbani kwako? Kwa bibi, niko kwa tata yangu, bibi yangu anakaa pale. Uko nyumbani kwa bibi? Okay, so umelala lakini kwa bibi. Kinini kimekufanya sasa mpaka uje kulala kwa bibi yako? Kwa bibi si nyumbani, ndio kwenye mamangu amezaliwa, na mara nyingi napendaga kuja kupiga hata miezi 2, miezi 3 kwa sababu ni nyumbani kwa bibi yangu, na kuaga happy nikikaa kwa bibi yangu. Na nyumbani kwako ni wapi? Nyumbani kwangu ni hapa nyumbani kwangu. Nyumbani kwako ni hapa? Yeah. Wapenzi wa kipindi Burundi Talent. Niko na Gaga Blue hapa, unaona niko na Gaga Blue. Ni mkono juu kisema poa, mambo. Poa. Nasema mambo. Poa. Utaipenda hii. Ezi? Wamerap sana, kama kutesa wakatesa sana. Ezi? Wakahimba sana, ila tuzo walizopewa ni za mbao. Ndo kwa maana napo rap siku zote napiga bao. Nasema niko poa, bido ndo hayuko poa. Halipotoka jela ndo kisa kwake amebuma. Gaga Blue, naona uko fresh yani. Niko fresh. Vitu vya asubuhi. Yeah. Tunakuamsha au vipi? Mjaniamsha, nilikuwa ndo naamka kwa sababu jana nilikuwa club. Sasa ndo nilikuwa naamka yani. Okay, fresh. Ndo maana nasikia kama nataka leo hivi, yani nakuwa kama unanilewesha, lakini fresh tu. Sasa Gaga Blue, vipi kuhusu muziki wako? Kuhusu muziki wangu mimi uko safi, niko na plan nyingi. Mungu akinisaidia hii wiki nitakuwa nitaachia video yangu moto. Na ninaamini kila mtu ataipenda kwa sababu video nimefanya na Geraman. Yeah. Na ukitizama huu muziki unakupeleka wapi na umekutoa wapi? Muziki kwangu mimi uko safi kwa sababu nishapata watu wananichukua mkono kwa sasa kutoka USA. Anaitwa Jensi, na tuko na mkataba naye, na kila kitu chote kitakuwa safi kwa sababu tuko na plan nyingi. Nataka kuanza kazi nje ya nchi, unaona. Na naweza nikasema mabadiliko kwangu yako kwa sababu niko naenda napata watu wa kuja kuchukua muziki wangu, inafikia inaonekana kama kazi zangu ni nzuri. Okay. Na huyo ambaye amekunga mkono kutoka USA ndio manager wako saizi, yani uko na management? Kwa sababu mwenikuaga niko naye tulikuwa atusikilizani kidogo. Sasa huyu mimi naona yeye kwa sababu harakati zake ziko safi, kwa sababu na hii video ya moto ndio amechukua kila kitu, na na imani tutaendelea naye kazi vizuri, kila kitu chote kitakuwa sawa, na yeye kwa sasa hivi muziki wangu kwa mkononi mwake yeye. Kuna nyimbo yako nzuri ambayo imehiti, umefanya na mwanamuziki mwenzako tunamfahamu kwa jina la Natasha. Vipi kuhusu hiyo nyimbo yenu? Unasikia ni ya kwako, lakini muda mwingine nasikia kwamba ni ya kwake. Tunashindwa kuelewa nyimbo ni ya nani kati yenu wawili. Nyimbo ni yangu.
nyimbo ni yangu na sijawahi kusikia nasema nyimbo ni ya kwake kweli. Ni ile tu unajua skendo paparazzi kuskagi katika unajua nyimbo ikikuwa hiti kila mtu anakuaga na yake unaona yeye, lakini nyimbo ni ya kwangu. Nyimbo ni ya kwangu nimemshirikisha Natasha. Nyimbo ni ya kwako umemshirikisha Natasha. Yeah. Una kipindi cha unafanya muziki? Mimi sina muda mrefu katika music kwa sababu mimi kwanza nimeanza dance. Kama niko naanza kuambia leo inaweza kuwa naeneza miaka 2.5 yani katika kuimba yani. Lakini muda mrefu nilikuwa katika dance. Unajua mimi muziki nilikuwa nafanya kama kuenjoy yani. Kwa sifanya music kama kazi. Lakini now naweza kuambia na hivi na sasa mwaka mmoja na nusu sasa nataka kufanya music kazi. Unaona? Kiufupi ni kipi ambacho unajivunia kwa unaweza kusema mimi najivunia kitu fulani ndio maana mimi mwanamuziki, yani kutokana na kuwa mimi ni mwanamuziki najivunia kitu fulani? Cha kwanza nasema najivunia kwanza nyinyi watangazaji mko na peace na mimi naona kama mnakuja ni mara kwanza yangu sijawahi hata kuota kuna watangazaji kuja kunitembelea kwetu kwa mimi nimezaliwa, unaona kunafanya kipindi sasa nikasema tofauti yenye iko niko naona kweli niko nafanya kazi kwa sababu hadi nyinyi kutoka kwenye mko mnakuja kwa nyumbani kuja kunifanyia surprise kama hii, unaona ni vizuri kwangu, ninafikiri kama kazi yangu niko nafanya nzuri. So na mabadiliko kwangu nimefanya show yangu, unaona Black and White concert ilikuwa ni show kubwa na haijawahi tokea msanii wa hip hop anafanya show kubwa, na niko na plan ya kufanya zingine show kubwa. Sasa naweza nikasema kweli nataka kutoka niende sasa kwangu kwenye mimi naishi, unaona, lakini naweza nikasema natafuta kwanza baraka za wazazi kabla kwanza mimi kufanya kazi zangu, unaona. Kwanza mimi kwa mmoja napendaga familia yangu, isitoshi mbili niko na plan kweli. Naweza kuambia huu mwaka nitafanya kazi kubwa na zitafurahisha watu, nitafanya show kubwa, video nje ya nchi, na nitarudia nyumbani na mtaona na nitawaalika, mtafurahi. Tumewahi kusikia unaishi Mtanga, lakini tunashangaa tumekukuta Kamenge. So mimi nimefikiria ulikuja just kutembea unarudi nyumbani kwako, lakini unavyoongea ni kwamba unaishi hapa. Hizo stories za Mtanga zilikuwa skendo au amefuria amerudi nyumbani? Jamani, kila mtu kama uko na kwenu, kila mtu lazima apende wapi kwao. Mtanga nilikuwa naishi kwangu. Mtanga nimeishi miaka kama 5 yani. Kwangu nyumbani kwangu mwenyewe anapajua ishafika hata. Sana nikasema mimi sijawahi hata kufulia na kufulia siju kama itaweza hata ikatokea. Lakini mimi nakuaga na kile kitu muda mmoja. Unajua ndugu zangu wote wako nje. Wote. Sasa niko na bibi tu na babu. Na napaswa niko napatia muda bibi na babu kuikaa nao. Nifurahi na kwa sababu wakiniona mimi mjukuu wao wanakuwa wanafurahi. Kwanza bibi yangu najua kwa mzee sana. Isitoshi kusema kwanza mpaka mimi nikuwe pale nimbembeleze, unaona kitu kama hicho. Sijawahi kufulia kusemesha ukweli. Na kipindi ulikuwa unaishi Mtanga nani alikuwa anawabembeleza kula? Au miaka yote umeishi Mtanga wao walikuwa hawali? Wakati nilikuwa naishi Mtanga nilikuwa najipatia mara 3 kwa wiki na kuja kuwaona. Sasa niliona ni vizuri nikae karibu yao kwanza. Leo naweza kuambia leo naweza miezi 4 sasa niko nao. Na nisa miezi 4 niko nao na ninafurahi kabisa kweli niko nao kwa sababu ni nyumbani. Sio kusema kufulia ni aje. Kufulia ni kama naweza kwa labda nimekosa hela kulipa nyumba, lakini sijawahi kutokea. So sikufanya video za bei za hatari kisha nikose hela za kulipa nyumba, haiwezekani. Nasikia kuna wasanii ambao wana skendo ya kulewa sana, wewe ni namba 1. Kweli au watu wanaongea? Sijawahi kutana hata na msanii mimi nimelewa katika maisha yangu. Kwanza mimi unajua piko tofauti mimi na wasanii wenzangu. Wasanii wenzangu wanazoea kulewea bar, mimi nazoea kulewea club. Unaona? Sasa piko tofauti kati hicho vitu viwili. Unaona? Tofauti kwa wapi? Tofauti ya bar na club. Bar unakunywa na watu wadogo fenzo kwa wadogo. Club unakunywa na wale watu wakubwa. Sijawahi kutana na mimi katika maisha yangu, sijawahi hata kulewa yani. Gaga Blue, kila siku watu kisikia nyimbo zako tunasikia mara mingi unapenda kugusia wengine wasanii wenzako. Sijui tunaweza kusema Gaga Blue na beef na wasanii au vipi, kwa sababu tukisikia nyimbo zako mara mingi inakuwa sawa vile ni beef. Sijui sasa Gaga Blue unaongeleaje kuhusu hilo? Unajua Burundi watu watakuwa wanazoea wako na zile style za kufanana, unaona.
katika music dunia nzima kila watu wote wako na style tofauti, unaona. Mimi niko na style yangu kivyangu, sio kusema na wagusia, hapana, ndio style yangu, unajua siwezi imba style za kufanana na wengine, hapana. Wewe imbe mapenzi na mimi nimbe mapenzi, tuimbe njaa sote tuimbe njaa, hapana. Tukikutana katika stage wewe una perform hichi, mimi na perform hichi, so mimi sina beef na msanii wote ule, ila shida yangu mimi ni hit na unaona kama niko naelekea ku hit, unaona. Muziki bado hujanipatia kitu cha hatari, lakini ndiko niko naelekea na yeah. Wakati unafanya milioni za mabei inamaanisha si njoo nakwambia mimi, unajua mimi niko na kazi zingine, deal zangu zingine zinakuaga pembeni, na banaga zile pesa zangu zinabanaga pembeni na katika music, unajua. Na kitu kingine cha nikasema, yule nilikwambia ndugu zangu wote mimi wanaishi nje, na niko na ile support wa ndugu zangu wanakuwa wananisaidia wadogo, na marafiki pistoshi, marafiki zangu wote wako nje, niko na ile kidogo wananisaidiaga. Kweli mimi muziki hajawahi kunipatia kitu cha hatari, na pesa zinashaweka katika music bado sijawahi kuzirudisha, lakini na ile moyo kama one day nitazirudisha, kwa sababu I know my job, najua nini chenye niko nafanya nao. Zamani sijikwambia niko nafanya muziki kama spendi, tunaenda na rekodi, nikijisikia mimi mwenyewe kitembea mgari najisikia, nikitembea katika basi nasikia roho yangu inafurahi, lakini nilikia kugundua kama music naweza nikafanya kazi ile. Na song yangu Me and You ilipita katika African Box TV, ni TV kubwa Afrika, unaona. Nimewaandikia nikawashukuru, nikamwambia asante, na wakatuambia sisi tunafuatilia kazi zako, wakanipatia email yao tutumie muziki zako. EATV hivyo waliona kazi zangu, kanitumia email zao, wakaniambia na audio na namba zako za simu tutumie, tutacheki quality ya video. Kama video yako itakuwa nzuri tutakukall, tutajua nini cha kufanya. Naona mabadiliko sasa, naona kama zile pesa zangu siazipotezaga, kwa sababu niko naanza mabadiliko katika music wangu. Na hiyo kazi ambayo unaifanya nyuma ya music ni kazi gani? Na kazi nyingi sana, na deal nyingi. Mimi ni mwanaume na deal nyingi, siwezi kuambia. Naweza nikauzisha gari, naweza nikauzisha nyumba. Kwa mfano mimi niko mwanaume, siko lele mama, siwezi tu nikae tu nyumbani, hapana. Kama sifanyi music nafanya deal zingine. No, sio commission, nikwambia mfano yani. Ni kitu gani hapa palikuwa watoto? Okay. Wanakuwa na kila siku msanii natoka, wanakuwa kwenye kioo, kwenye TV. Ni kitu gani unaweza kuwashauri? Ni kitu gani unaweza kuwashauri wapate njia yako, au unaweza kwa watoto? Ndio. Unajua kipaji nchini unazaliwa nacho. Kama ana kipaji atanifuata, kama hana hicho kipaji atafuata vyake venye nao. Na kitu kingine, unajua mimi nilikuwa kweli katika kurudia mtani kwetu vimenifunza mengi. Nilikuwa sijajua kama mimi napendwaga, unaona. Wakati nimerudia hapa nikia kugundua kweli napendwaga hadi na watoto. Hadi video yangu hii moto nilishuti na watoto. Nimeshuti na watoto wengi, kwa sababu nilikuwa naishi Mtanga, nilikuwa sisutanagi na watoto barabarani, unaona. Hivi sasa nilikuwa hivi kwa sababu niko hapa na kutana na watoto wengi, hadi nikasema kumbe na watoto wananipendaga. Sasa nikafanya mwa kufanya video na watoto. Na swali lingine nakuuliza. Okay. Kipindi unafanya show, unaangalia mzingine nje, unakutana show zinakuwa zimepewa support na makampuni fulani. Okay. Ushafanya show mingi, ushaga ndani show mingi. Uliwahi kwenda kutafuta support kampuni fulani juu ikusaidie mu? Yeah. Okay, nimefanya Black and White concert, ilikuwa ni show kubwa, unaona. Nikaenda unaona, na nikaingia Mwamikale, nikaenda kuambia wanisaidie. Kwenda kunisaidia, nilikuwa sikosi uwezo kufanya hiyo show, lakini kwa nataka support, wanisupport, okay? Nilienda kuomba Brarudi kanikubalia, mwisho panabakia kama wiki 2 wakanigeuka, wakaninyima. So ameninyima, nimefanya show mimi mwenyewe na nikashukuru Mungu, kitu kiliendeka sawa. Na sound nilitumia sound kubwa ya Bosco. Ni sound yenye sio kila msanii anaweza kaikodi, unaona. Nimekodesha sound kubwa, nimepewa DJ wakubwa ndio wametumika kwangu, DJ Sweet, DJ Show, DJ Click, unaona. Ni DJ wakubwa nimepiga show na Natasha, Chanela, Emerson, Bidondo, Lolilo, unaona. Wasanii wakubwa. Sasa hiyo imenifunza kitu gani cha naweza nikafanya katika show zangu zingine nitafanya. Katika kwenda kuomba sport sitakuwa tena na tegemea sana sport, kwa sababu ningekuwa gani nategemea sana show yangu ingehombaga, unaona. Kwa sababu nilitumikisha pesa nyingi kwa kutafuta, nimekaa nao wa viongozi wa Mbrarudi,
tumetulia, wakaniahidi na stosh mwenye alinitafutia hicho kitu ni mkubwa wa muziki member, mwisho wakaninyima, wakafuka na ninyima. Wangeniambiaga mapema tutakupatia, ile hapana kuniambia tutakupatia, mwisho wakanigeuka. Pesa unayotumia wakati unafanya video, tumeongelea kama ile video ilifanya Natasha, ni video inaonekana kama ilibeba pesa mingi, na video kitoka hivyo kama kwa sababu muziki, sijui kama unafanya muziki biashara au unafanya muziki spend. Nakwambia hivi, mimi nilikuwa nafanya muziki spend kwa wakati sijajua kama muziki ni kazi, unajua. Nao sasa naweza kwambia hivi naeneza sasa mwaka na nusu naanza kufanya muziki kazi, na sasa nimeelewa kama muziki naweza kufanya kazi, na sasa hivi muziki wangu niko na upanua kikazi. Hivi sasa unaona kama katika Facebook nimefungua page, unaona, na page yangu niko pale juu ya biashara. Katika page yangu like sana, ukichukua vitu vyangu sana, Facebook inanilipa, unaona. Nishachukua muziki kazi nao, unaona. Katika YouTube yangu nilikuwa sifanyi muziki kazi, napatia kila mtu ndo post, kila mtu ndo post, hivi tena viwezekani. Hivi mimi mwenyewe ndo na post kitu changu kwenye Facebook na katika YouTube, unaona. Katika sasa hivi nishakwambia ndo muziki wangu sana kufanya sana nini, biashara. Na nimerudia nyumbani kujifunza jua, kwa sababu Mtanga nilikuwa na spend pesa mingi, unaona. Nilikuwa nachukua pesa mingi sana na siziweka katika music. Sasa hivi niliamua kusema acha kwanza nitie kwanza muziki kazi, nitie 100% katika music wangu, nione mabadiliko na mafanikio kwangu, nione utafanya nini sasa nao. Na kuhusu watoto, una watoto wangapi? Sina hata mtoto hata mmoja. Una mtoto hata mmoja? Girlfriend? Sina. Girlfriend wangu ni muziki. Wapenzi wa kipindi Burundi Talent, tulikuwa na Gaga Blue Kamurike Mbamba. Kamurike Mbamba. Ya Kamurike Mbamba, lakini kanafanya vitu vingi tena vikubwa sana. Asante sana Gaga Blue. Yo. Bila wewe mimi sio kitu.